Kabla hatujamsikiliza msomi hapa, naomba nikazie kwamba kifungu cha 65 sio tishu ya kusafisha mikataba haramu, na mahakama za Tanzania hazina huruma kabisa na mtu yoyote yule ambaye anaenda kwenye kesi na mikono michafu. Sasa tumsikilize hapa and then nitakuja kwenye mada yangu. Msomi ameteleza kidogo, kajiongoza vibaya. Hebu msikilize. Kuna imani potofu miongoni mwa watu wengi kwamba hata kama mmefanya biashara haramu au ya kitapeli na mwenzako, alafu ukadhulumiwa kwenye mgawanyo wenu, unaweza kukimbilia mahakamani na kupata haki yako. Na wengi huwa wanaamini kuwa mahakama zipo kwa ajili ya kutatua migogoro yote. Tikisa ushahidi. Okay guys, amesema kwamba mikataba ambayo ni batili, mikataba ambayo ni kinyume cha sheria, mikataba ambayo haramu, associate ukiingia hautoweza kwenda mahakamani kudai haki yako. Hiyo swala halina ukweli wowote, kwa sababu Sasa wakati huu msomi sio kwamba tu ametikisa meza yenye vinywaji vya gharama, lakini mtikisiko wake umeangusha chupa ya ghali sana, na nitaenda kuelezea kwa nini. Kuna upotoshaji hatari sana hapa kwamba hata ukifanya dili la kitapeli au la kukwepa kodi na jinai zingine, unaweza kutumia kifungu cha 65 cha sheria ya mikataba kurudishiwa fedha zako. Sikiliza, ukifuata ushauri huu utapoteza mamilioni ya fedha kwenye hilo dili, na mahakama itakupa hukumu ambayo hautaamini macho na masikio yako. Sheria ya mikataba ina misingi miwili tofauti ambayo kwa bahati mbaya sana msomi hajaielewa vizuri. Msingi wa kwanza upo kifungu cha 23 ambacho kinazuia uhalifu kwenye mikataba, na wa pili upo kifungu cha 65 ambacho kinahusu makosa ya kiufundi. Ukichanganya hii misingi miwili unajitafutia shida tu za hiari, kwa sababu mahakama ikigundua mkataba ni haramu ama illegal, mapema sana inajiondoa kusaidia upande wowote na kuacha hapo hapo ilipo wakuta. Kama mchambuzi mbobezi wa sheria, nimefanya deep research na mara kibao kulingana na maamuzi ya majaji. Nimeona wafanyabiashara wakubwa wakishindwa kesi asubuhi na mapema sana kwa sababu ya uchafu wa mikataba yao, na leo nitatoa pointi 3 nzito ambazo zitabadilisha mtazamo wako kabisa wa biashara na mikataba, maisha yako yote. Sasa msomi kabla hajawashauri watu kutumia kifungu cha 65 ni lazima ajue kutofautisha kati ya mkataba ambao umefariki na mkataba haramu. Nitaelezea zaidi ili unielewe. Kisheria, mkataba unakuwa void ama batili kulingana na kifungu cha 24 hadi 30 pale ambapo unakosa sifa za msingi lakini hauvunji sheria za jinai. Mfano, mkataba unaomzuia mtu asioe au asifanye biashara halali. Huu ni mkataba ambao umekufa kiufundi, na kwenye mazingira haya ndio kifungu cha 65 kinatumika kurudisha watu walipokuwa, ama kitaalamu tunaita restitution. Lakini mkataba unakuwa illegal ama haram chini ya kifungu cha 23 pale ambapo unaenda kinyume na sheria za nchi, maadili au maslahi mapana ya umma. Mfano, kukwepa kodi, rushwa ama utapeli. Hapa mahakama haitumii kifungu cha 65, inatumia kanuni ya ex turpi causa ambayo ipo section 23 sub 2 kwamba hakuna haki inayozaliwa kutokana na haramu. Ukidhulumiwa kwenye dili la haramu, mahakama inakuacha mikono mitupu. Sasa tusiishie kwenye nadharia tu, hebu tuende kidogo kwenye maamuzi ya majaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania na tujue wao wanasemaje. Sikiliza ukweli wa kesi hizi 4 halafu utanielewa zaidi. Kwenye kesi ya Jacob Theodosi dhidi ya Alfred Simon Ombai ya mwaka 2024, Jacob alijaribu kudai umiliki wa ardhi aliyoipata kwa njia za ujanja na udanganyifu akitumia jina la kubuni ama fictitious name. Jaji Kahozi aliamua kuwa kwa sababu Jacob alipata ardhi hiyo kwa haramu na udanganyifu, hana haki na hawezi kupata msaada wa kisheria, na jaji alisisitiza kuwa no good cause can arise from an illegal transaction. Kesi ya pili ni kesi ya Brown Malima dhidi ya Pactus Company Limited, ambapo hapa kulikuwa na mkataba wa mkopo ambao kampuni ilitoza riba ya 15% kwa siku moja tu kinyume na sheria za benki, na mahakama ilikataa madai ya kulipwa kwa fidia hiyo haramu kwa kutumia kanuni ya ex turpi causa, ikisisitiza kuwa mdai hawezi kutumia mahakama kupata faida inayotokana na kitendo haramu. Halafu kuna kesi ya Benson Benjamin Mengi dhidi ya Abdiel Reginald Mengi. Kesi hii ya mwaka 2021 ilikuwa inazungumzia masuala ya mirathi, na mahakama ilionyesha kuwa mchakato wowote ukigundulika kuwa na udanganyifu au ubatili, kimsingi fraud au illegality, mahakama haiwezi kutoa msaada kwa upande ulioshiriki uovu huo. Na mwisho ni kesi ya Deodatus Mremi dhidi ya Evarista Kisaka, ambapo kesi hii inatukumbusha kuwa ni lazima mdai athibitishe madai yake kwa vigezo vya kisheria. Ikiwa kitendo kimefanyika nje ya utaratibu wa kisheria au nje ya majukumu ya kawaida ya mahakama, mahakama haitakupa msaada wa kurejesha gharama zako. Sasa kabla sijafunga na pointi yangu ya mwisho, na neno kwa ndugu zangu na wakazi wa Iringa kwamba tunapopambana kusafisha terms za mikataba yetu na namna tunafanya mikataba yetu, tusisahau kusafisha mazingira ya mkoa wetu wa Iringa. Kumbukeni kwamba tarehe 23, 24 na 25 tuna kampeni kubwa ya panda mti, okoa mazingira, tumia nishati safi, ambayo kama ambavyo mkataba mchafu unaharibu biashara, nishati chafu pia inaharibu afya na hewa yetu. Kwa hiyo tukutane Samora Iringa kwa ajili ya kilele cha kampeni hii. Sasa ili biashara
yako isiishie kwenye maumivu ya kisheria, hakikisha umefollow hii page, kwa kuwa nachambua kesi kama hizi kwa kina ili kukulinda wewe mnunuzi na mfanyabiashara unataka kufanya mambo yako kwa umakini na kwa misingi ya sheria. Hoja yangu ya mwisho na ya kisheria zaidi kwa msomi mwenzangu ni hii. Kuna kanuni pacha ambayo inaitwa in pari delicto, ambayo inasema kuwa ikiwa pande zote mna makosa sawa ya kijinai, mahakama itaamua kuwa aliyeshika pesa baki nazo. Msomi alitoa mfano wa kimkataba wa kumpiga mtu ambao huo ni uhalifu. Ukitoa pesa kumpiga mtu kisha akakudhulumu hiyo pesa, huwezi kutumia kifungu cha 65 kudai hiyo pesa irudi. Ukifanya hivyo unajitambulisha kama mhalifu na sheria itakushughulikia kwa kosa la njama za kijinai ama conspiracy. Kimantiki kifungu cha 65 ni dawa kwa wale ambao wamekosea kiufundi na walioingia mikataba kwa nia njema ama innocent parties, lakini hata siku moja huwezi kuwa na tiba kwa watu wanaovunja sheria kwa makusudi. So hakikisha mkataba wako una lengo halali na usicheze na uhalifu ukitegemea huruma ya mahakama. Jilinde kwa sababu biashara ni kufuata sheria. That's it for now. Tukutane on to the next one. Peace out.